mchungaji wa kanisa la TAG Philadelphia kwenye mji wa Chimala, lakini Mungu pia akanipa neema kwa mwangalizi wa section hii, na tupo hapa Philadelphia kwa ajili ya kongamano la Kasfeta. Nianze kumshukuru mkurugenzi wangu pamoja na kamati yake kwa kufanya jambo zuri hasa wakati huu wa likizo. Pia ni mshukuru mkurugenzi wa jimbo kuacha shughuli zake kujumuika pamoja nasi kwa ajili ya kongamano hili, mchungaji Kasekwa pamoja na timu aliambatana naye. Lakini pia nichukue nafasi na wanenaji kutoka kwenye section ya Igurusi, mchungaji Ezekia Kipangula akiwa na somo linalosema uamsho na matengenezo, pamoja na mwazini wangu wa section ambao anaendelea kufundisha somo liitwalo Roho Mtakatifu. Labda tu kwamba Kasfeta si chombo ambacho ni kigeni hasa kwenye kanisa la TAG, lakini kwa kifupi kwamba Kasfeta ni chombo ambacho kinashughulika na wanafunzi wanapokuwa shuleni, hasa makanisa yetu ya Kipentekoste. Na kumekuwa na changamoto nyingi sasa, kuna Kasfeta nyingi, lakini Kasfeta ambayo tunaizungumza ni Kasfeta ambayo iliasisiwa na kanisa la TAG na ikisimamiwa na kanisa la TAG mpaka sasa. Kwa hiyo niombe tu kwamba jambo la kushughulika na Kasfeta hasa kwa Watanzania wa TAG, hasa nikiona moyo wa askofu wetu mkuu akiwa na jitihada zake nyingi, yako makongamano mengi, anaagiza hata wageni kutujulisha umuhimu wa watoto hasa kwenye kanisa letu. Na tujakaa tu kwenye kanisa letu, wigo wake ni mpana mno, hata kuwafikia watu ambao sio wa kanisa letu. Ninamshukuru Mungu pia kuona kwamba katika hao tunawahudumia liko hitaji kubwa. Nikiwepo kwenye idara hii wakati huo nikiwa likiitwa jimbo la Mbeya Kaskazini, nikiwepo miaka 12 kwenye idara hiyo, nikizunguza section nyingi za jimbo hilo. Wakati huo Chunya haijagawanyika, Mbarali haijagawanyika. Kwa hiyo niliona mambo mengi ambayo ni lazima Kasfeta tuipe nafasi kubwa, kwa sababu liko hitaji kubwa. Huwa nasikiliza vyombo vya habari na wanasiasa wengi wakiendelea kuwafundisha kizazi kinachoendelea kwamba hasa wanalosimama nalo ni kuhakikisha kwamba wanatenda haki, na kama hao ni wanasiasa wanajaribu kuitafuta haki kwa ajili ya kizazi kinachokuja. Na sisi kama watu wa kiroho, ninaomba jambo hilo lipewe nafasi kwa wachungaji, viongozi wa idara. Limepigiwa kelele sana, lakini hatuoni matokeo chanya. Ufike wakati na kwamba tumfurahishe Mungu kwa kujenga kizazi chenye maadili na ambacho kitamwendeleza Yesu wetu baada ya kipindi chetu kupita. Nahitimisha kwa kusema namshukuru sana Askofu Mkuu Barnabas Weston Mtokambali kwa jitihada zake kubwa kuhakikisha kwamba kizazi hiki kinamjua Yesu vilivyo. Amekuwa akichapa mitala, akiita makongamano na vitu mbalimbali. Mungu ambariki sana, pamoja na kamati yake, maaskofu wa majimbo na viongozi wote wa section. Ufike wakati kwamba si wakati wetu wa kukaa chini, kwa sababu mazao makubwa na utafiti wa 1% ya makanisa yote wanaongoza ni watoto wa Kasfeta. Tusijiridhikie na watu wachache kuliko tukaanza mazao kuyacha porini. Naamini kwa machache hayo, na Mungu atusikie na Mungu msikie, ili kuingia kwenye utendaji tukaone matokeo makubwa na mavuno makubwa kwenye Kasfeta zetu, kama miongozo yetu inavyodai. Tuende mashuleni wapi, ili kuhakikisha watoto wetu wanampata Yesu 100%. Mungu awabariki Watanzania wote, Waafrika wote na duniani kote ambako mnatusikia tukiwa kwenye kongamano
lililofanyika kwenye section yetu ya Chimala. Mungu awabariki sana.